All right, now many thanks for staying with us. Welcome back. You're watching Prime News at 9. Religious leaders in Nairobi and Kiambu have highly condemned and refuted claims of the church's stance on who will become president and lead the country in 2022 general elections. Led by Samuel Njiriri, a priest and chair in the sector, the group has directed the government to strictly follow the church's directive to avoid spreading divisive politics in the country. Majina yangu ni Bishop David Munyere Thagana. Mimi ni katibu mkuu wa Federation of Evangelical Indigenous Christian Churches of Kenya. Na mimi siku ya leo nimekuwa ninakaribisha Federation yote kutoka Kenya mzima. Tumekusanyika hapa ili tuweze kupea vikundi vyetu vya Federation nguvu ya kuenda mashinani kufanya kazi kule kwa constituency, kwa ward na kwa counties. Sana tumeona wanasiasa wameanza mambo ya siasa, na kwa hivyo tunataka vikundi vyetu viende kule ziweze kufundisha watu jinsi ya kuchagua viongozi wema. Msingi wote wa umoja ni kanisa. Kwa hivyo, and you cannot separate church and politics. Hauwezi ukatenganisha. Makosa sana tukiona viongozi wanaposema kanisa tunyamaze. Tunajua ya kwamba hao viongozi ambao tunawachagua wanakuja kutawala wana kanisa na wale ambao sio wa kanisa. Na kanisa ndio imebeba watu wengi, maana tunasema katika nchi yetu ya Kenya 85% ni wa Kristo, ni wa mcha Mungu. Na tunasikitishwa na jambo hili ambao tuliona serikali imefunga kanisa kuregister, lakini unakuta kwamba wameregister hao tunaita atheist. The issue of IEBC and the issue of being underfunded, in fact, I may not speak much because they are the ones who know how much they would need in order to conduct a fair election. Sometimes we get into issues that do not really concern us because they are the ones who know what they need in their office. What we look for ourselves is to ensure that our elections are conducted fairly and well. Peacekeeping is a very big deal in our nation. My chairman has spoken very much about how the youth is misused. Sometimes because, I would say that sometimes it's because of the situation of poverty. In fact, there needs to be done something about the youth to uplift their levels. Sisi kama Federation tunaamini kwamba wanasiasa wengine ni washirika wetu, hatuwezi kuambia wasije kanisani, wengine ni sisi tunawaalika, na sisi wote tunafanya kazi moja, tunahudumia watu wale tofauti tu ni mbinu ya kuwahudumia. Na kwa hivyo kile tunafanya ni kuhakikisha madhabahu haija najisiwa ama kutumiwa vibaya, lakini tunawapa nafasi ya kuzungumzia watu kwa sababu watu ndio waliwachagua, tunajua ni mahali gani watawazungumzia. Vijana tuko na wengi sana. Hata hapa kwa huu mkutano wa vijana wameakilishwa vizuri, kwa sababu sisi kama Federation tunaamini wa Kenya wale wengi ni vijana, na tunawaambia wasitazame mambo kutoka mbali, wahusike katika kujisajili na kuchagua, na wasikubali kutumiwa vibaya. I think you young people, you need also to value your lives and refuse to be misused by the politicians.